Wadi. Karibu. Asante. Habari za shule mama? Salama tu. Kwema? Ni kwema kabisa. Karibu kitu. Asante sana. Habari za hapo ofisini? Salama kabisa. Za nyumbani? Huko ni nzuri sana. Familia? Huko wazima wote. Karibu. Asante, nimeshakaribia. Ndio. Mama, mimi nimefika hapa ofisini kuja kuchukua pesa yangu kwa sababu muda umekuwa ni mwingi sana, na zaidi ya hapo naona atatumia vyombo vya kisheria. Sawa mzee, nimekuelewa. Lakini si nilikupigia simu kwamba mzigo umekamatwa huko. Mtu nilomtuma hajarudi mpaka saa hizi. Mimi nina vijana kule kwenye site ya machimbo. Kwa hivyo inatakiwa unipe na mimi nikawalipe kule. Zaidi hapo na mimi naweza nisieleweke kule. Sawa, nimekuelewa mzee wangu. Lakini hata mimi mwenyewe huyo mtu namsubiri unavyoniona hivi. Na nimeharibu pesa nyingi sana kwa ajili ya kumtafuta huyo mtu. Lakini hewani simpati. Naomba univumilie, nimtafute. Nikimpata nitakupigia simu. Utarudi tena hapa. Naomba niamini. Siwezi kukuchezea. Tuanze kuchezeana saa hizi kweli? Tumetoka mbali mzee wangu. Mama, kwani kwenye shughuli zako hizi ina maana hauna akaunti yoyote, akiba yoyote ya kwamba unaweza kwenda kuchukua? Mzee. Mimi naona tunapoteza tu wakati. Kwa sababu umeniambia kule nyumbani tunakuja kuchukua pesa taslim. Sasa tumefika hapa tunaanza mambo ya kwa mengi. Mzee wangu, mimi naona tu kama kuna jambo lolote lile, mpatie hata muda basi aweze kuashirisha hiyo pesa. Au kijana wetu unasemaje? Mimi naona ni wazo zuri sana. Kwa sababu tangia tumetoka nyumbani tumejua kabisa kwamba hapa tunafuata pesa na si vinginevyo. Lakini kwa kuwa madam ameshajitetea, niombi ambapo alikuwa naomba apewe muda kidogo. Mama, mimi naona kama unamlembesha sana mzee. Afu unamzungusha sana mzee wangu. Na mimi nikiwa kama kijana, kiukweli upande wangu mimi nakupatia masaa 28. Usipoweza kumlipa pesa hizo mzee, haki ya Mungu nakwapia tukio baya litakukuta. Baba, kijana. Mimi naona tunapoteza tu wakati hapa. Mimi naona tu tuondoke. Haya kijana wangu, nashukuru kwa wazo. Wazo hilo litoa ni zuri sana. Mama, mimi nakuongezea muda kidogo, inakuwa siku 3. Tutakaporudi hapa tukute mzigo wetu. Vijana tunaweza tukaondoka. Sijui nifanyeje hapa. Huyu mzee safari hii iko serious. Na mzigo nilipata, nimeshautumia. Nyumba yangu ya Kizuite ile nimeniwezea sana hela. Sasa nifanyeje? Nikope benki? Nimlipe? Nifanyeje? Au nimpime? Sina vijana wangu na mimi. Wewe kwanza tuoneshane ubavu. Haiwezekani. Shikamoo. Mama wazima. Wazima. Za huko mtoto wako. Nzuri. Mchukua kiti hapo ukae. Chukua kiti ukae. Vipi mama, mbona kama una mastress? Nafikiri wanangu na mawazo ya nini? Ndio. Namfahamu yule mzee ninayefanya naye biashara za madini. Namkumbuka. Kwani hajarudi mpaka sasa hivi? Yaani wanangu, zile hela zilitumwa zile. Ile nyumba yetu ya Kizuite ile kubwa kabisa tunaoijenga ile. Ndio.
ila zimetumika kule. Sasa yule mzee leo alipokuja kanipa siku hizi 3. Siku 3 tu? Siku 3. Nimejaisha kuongea uongo hapa, nimeshindwa. Siku 3. Na kichocheo zaidi mtoto wake wa kiume. Mtoto wake wa kiume yule ni hatari wanangu. Anatoa jicho liko hivi. Hebu hapo tushauriane. Kwa hiyo mama, wewe ulikuwa na mpango gani? Hapa mwanangu sielewi. Hapa nafuu umekuja wote wawili tushauriane. Nikakopa benki. Tupeleke ile hati ya nyumba. Au tupambane nao. Nategemea majibu kwenu. Mama, hamna kuchukua hela benki wala hamna kuweka nyumba poni. Mwanangu, yule mtoto yule amedhamiria kabisa kutoa roho yangu. Ngoja tumsikize kaka yako yeye anasemaje. Ila mama, mimi naona hili swala mniachie. Kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume, mimi nitadili nao tu kwa vyovyote vile, maana mimi mwenyewe nina watu. Mimi naona mniachie hili swala. Lakini kuwa makini. Wewe usijali kuhusu hilo, mimi ni mtoto wa kiume, nitapambana nao. Lakini kuwa makini mwanangu. Wewe ndo jicho langu wewe. Usijali mama kuhusu hilo. Hamna baba, ni wewe baba. Wewe usijali mama, mimi nitakabiliana nao. Mwanangu. Kole watuli. Nakula. Hadi kaka kwa mezila miondoka. Hebu kapike, nenda jikoni huko. Acha uvivu. Utaolewa utakuja kuacha kuishi na mimi huko ndani. Hadi kapike. Na mimi nakuja naenda kwa mama fulani. Na shida naye, tukadishane mawazo kidogo. Ngoja nitakupigia, subiri kidogo. Karibu. Vipi? Poa, za kwako? Salama. Vipi maelekezo ya mzigo, mbona kimya? Mzigo? Bwana mzigo hata mwenyewe sielewi. Nimezungukwa mshikaji. Unasemaje? Yaani uelewi na nini vipi yani? Sijakuelewa hapo, nielezee vizuri. Bosi wangu mimi mwenyewe mzigo sielewi. Nilimtuma kijana wangu mpaka saizi hajarudi. Ninavyokuambia hivi. Sielewi yani. Hata mimi nimechanganyikiwa. Tusikilizane. Pesa na huruma ni vitu viwili tofauti. Alafu hii mission nimeanza ni muda mrefu ya issue. Sijai kufila hata siku hii, ila wewe ndo mtu wa kwanza. Nakupa masaa 24 mzigo wangu ndio nimeshaupata. Mmemwona huyu mama? Umeona alichokifanya? Hakikisha mnamzingatia kila hemo. Sawa? Sawa. Twende tukachombe nyumbani. Mr. Tajiri! Nakuona umepoa mwenyewe. Kaza kwanza, kaza maana nishavurugwa huko nilikotoka huko. Yule mama kazingua. Mama kafeli mission. Ananiambia mzigo umepotea. Nakupa kazi. Hakikisha yule mama unamfuatilia nyendo zake zote na watu wanaomzunguka na watu wake wa karibu mpaka tupate mzigo. Pesa na huruma ni vitu viwili tofauti. Ikiwezekana kufa mtu afe mtu, hakikisha tunajua ni nani anayemzunguka na mzigo umeenda wapi. La sivyo tunampoteza mtu, hataki kuishi kama ameharibu mzigo. Sawa? Sasa sikia tajiri, nikwambie, unajua unakosea sana. Wewe huwezi kufanya biashara na wanawake. Nilikwambia siku zote wanawake wanasababisha kwamba sijui hata nikwambie vipi. Sitaki kujua unaongea nini. Ninachotaka kujua mzigo umeenda wapi na ule mama anafanya nini na anazungukwa na watu gani. Imeisha. Sawa? Tajiri, kumbuka hata mimi mwenyewe nina mawazo yangu bwana.
Oya vipi? Mbona tunashtuana hapa mwanangu? Tayari kimeshanuka. Kimenuka? Kimeshanuka. Limonio, utalipa kwa hichi ulichomfanyia mama. Mama atalipa. Mjomba. Vipi mjomba? Pole mjomba wangu. Asante mjomba. Dadangu ametoka. Ndio hivyo bi mkubwa ameshaniacha mjomba. Si pole sana. Tena usinikumbushe machungu. Mjomba. Sasa tatizo nini mdogo wangu, mjomba wangu? Mjomba. Yaani hivi unavyoniona ndio huu mguu namfuata huyo Mungu. Hivi humu ndani kuna nani? Mjomba. Nataka tuache hivi vifaa. Twende, tuondoke. Na mdogo wako yuko wapi? Tuondoke. Mdogo wako naye yuko wapi? Mdogo wangu tuondoke. Nasema mdogo wako yuko wapi? Yupo. Haya basi, hebu twendeni tuondoke. Na wewe? Marahaba, ujambo? Ujambo wako? Za siku. Pole na msiba. Pole sana. Mazoezi yametosha. Haya mazoezi ninayoyafanya ni kukulinda wewe mpenzi wangu na watu ambao wananizunguka. Nisipoyafanya haya mazoezi, hao watu wote nitafuta kwa sababu nimeshuhudia mauaji walioyafanya. Basi baby, imetosha, tuende kupumzika. Yaani hapa brother, mimi sielewi kabisa. Wewe uelewi nini sasa? Yaani nahisi bado lile tukio bado linanirudia bado kichwani. Ujue kwa maelezo yako ya awali inaonekana tukio ulilofanya ni kubwa sana. Sasa ujue nini cha kufanya hapa? Mjomba, yule mpumbavu nilokuambia ndo huyu. Ndo huyu? Ndo huyu mjomba. Mimi sikumuoa mama yako. Niko kwa ajili ya kukusikiliza. Kwani ilikuwaje?
Kwani ilikuwaje? Yaani nilivyokuwa. Yeah. Yaani ule maza nilikuwa na mind kitambo yani. Hata mzee aliponipeleka pale, mimi nilikuwa najua moja kwa moja lazima nikammalize. Unaona? Hawezi kumzungusha baba mwenyewe ashazeeka yule. Alafu hata nikueleza vipi? Zile mali za kwetu sisi. Haiwezekani yule maza afaidi zile mali na watoto wake wakati na sisi bado tupo. Mimi nimeona tu bora nimmalize kabisa. Hivi ni hili lilosababisha umuue au nyuma ya pazia kuna kitu kingine kinachoendelea? Hapa hamna nyuma ya pazia. Ubaya. Alokutendea ubaya siku zote. Usimuache kaondoka zake, mfanyie ubaya. Maana mimi nitaka nitembee na mtoto wake, lakini nikaona hapana. Nimeona tu bora nimmalize yeye. Sasa sikiliza. Ninachokiona hapo, wewe ushaamua kama shari na iwe shari. Hivyo basi, nadhani wewe mwenyewe mazingira yalokuleta haya ni mazingira ya maficho kwa ajili yako wewe. Ila utakuwa na mimi. Sasa kitu hiki kimoja. Mpumbavu au mshamba yoyote atakayejichanganya hapa, sisi tunamaliza. Hilo ndio neno ambalo nilikuwa nalitaka kutoka kwako. Tumeelewana? Na niko razi babangu akuongezee mshahara maradufu. Tumemaliza. Just relax. Tunamtafuta Limonio. Wasije tunamtafuta Limonio huyo. Yuko wapi? Sio jambo la kupaniki. Sio jambo la kupaniki. Oe, sasa sikilizeni. Kwa mzee, hapa kuna issue moja. Sisi huyo Limonio kashafanya misala kule town. Sasa sisi tumekuja soko mabaya. Umenielewa ndugu yangu? Unasikia bro? Huyu jamaa Limonio amemuua dadangu ambaye ndio mtoto mamake, huyu anamuita mama. Unasemaje? Ndio kaua. Kaua mamake na huyu, kamuua mamake na huyu. Bado inaonekana kabisa mtaatibu afukaua. Sasa tunafanyaje wazee? Mwanangu tuungane mwanangu. Tunafanyaje? Tuungane letu moja tupambane na huyu jamaa. Yule unamfahamu vizuri? Huyu ndo unamfahamu. Basi zuieni. Oya vipi? Sio nyati kuelewa mazingira haya. Yaani umetokea tu mazingira tatanishi. Vipi umetokea wapi wewe nani? Tuambizane. Wewe nani umetokea wapi? Kwanza kabisa unataka kufahamu mimi naitwa nani? Naitwa Ramson. Ila natamani kujua nyinyi kwenye huu msitu mmefuata nini hapa? Kwenye huu msitu sisi tumemfuata Limonio. Oh, wow. Mnamtaka Limonio? Dogo ni wewe? Dogo ni wewe? Oya, kwa nini? Oya. Tudeni naye. Oya, nini kwa? Tudeni naye. Oya, malizana naye fala huyo.
Dogo. Malizana na mchumba huyu. Kwa Kinega. Tulia. Limonio, niliyapata lipiza kisasi cha mamangu. Leo umeingia kwenye 18 zangu na kumaliza. Leo nakumaliza. Mimi sijamuua mama yako. Kila siku nataka nikuelekeza leo muua mama yako ni nani? Hutaki kunielewa. Habari za kunielekeza weka pembeni. Nilikuwa nakwambia, alomuua mama yako ni huyu hapa. Lakini ukutaka kunielewa. Mama yako alikuwa anafanya biashara na baba yangu. Baada ya babangu kumpatia mzigo mama yako ule mzigo akaufakisha. Na babangu akampatia siku 3 mama yako aweze kuleta pesa au kuleta huo mzigo. Mama yako hakuweza kutimiza hilo jukumu la babangu alilompatia. Ndipo mimi hasira iliponishika na kwenda kumuua mama yako. Ila nisamehe sana. Sikukusudia mimi kwenda kumuua mama yako. Nisamehe. Limonio, ndio. Na kuomba unisamehe. Mimi sikulijua yote haya yanayoendelea. Toka mwanzo mimi sikuelewa. Nilijua wewe ndio chanzo cha mamangu kufariki toka ile siku nakutana na wewe pale mlangoni. Na kuomba unisamehe. Mimi bwana mdogo sikutaka kufanya mambo mengi mabaya. Ila nilichokuwa nakusudia ni kukuelekeza tu jambo zuri, ndio maana uko kila kona ambao unaenda mimi nilikuwa nakufuatilia. Ila mimi tena nakusii siku nyingine kama jambo baya limetokea mdogo wangu, sawa? Inabidi kwanza unafuatilia, unajua chanzo ni nini na unauliza ili kujua jambo lililotokea pale ili uamini kwamba je, niliua mimi au aliua mtu mwingine. Unisikiza mimi maelezo yangu, sawa? Kwa hiyo ile swali lililotokea hili ni funzo kwa jamii nzima. Mimi nimekusamehe. Wala haina shida mdogo wangu.
Nashukuru sana kaka. Sikujua Nashukuru sana kaka. Nashukuru sana. Kumbe nafanya mistake. Nimefanya mistake. Nimefanya mistake. Nimefanya mistake. Kumbe nafanya mistake. Nilikaba, niliwa, uizi nikafanya, nilipoambiwa nikajiona mwamba. Kumbe nakosea, sikujua kumbe dunia